Yesu makofi. Huyu mama tangu kipindi niko polisi ufundi nilisimama naye sana, imani yake ipo kubwa. Yesu asifiwe. Amepitia mengi ya kuumizwa moyo, amepitia mengi ya kutoa machozi. Kuna wakati akatamani arudi nyumbani Tanga, nikamwambia hapana, usiende. Bwana Yesu asifiwe. Mengi amepitia, lakini kuna ushuhuda mfupi sana katika maombi haya ya kukomboa familia. Huyu mama anapitia maisha fulani, ameishi na mwanaume kabisa. Ndio maana naambia wamama, simameni sana kwenye maombi. Amezaa na mwanaume watoto wawili, amekaa naye zaidi ya miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ghafla tu mwanaume akabadilika, akawa ni mtu wa nje. Kulea familia hakuna, kulea watoto hakuna. Kiukweli mama amehangaika sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika usiku wa kuamkia leo ameota ndoto. Pigeni Yesu makofi. Na nikasema lazima aweze kushuhudia hapa kila alichokiota, halafu nabii ataenda kumtamkia, kwa sababu ile ndoto imebeba ufunguo. Haleluya. Unaweza kaelezea? Karibu mwanangu, kuwa na maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Amen. Mimi nimeota ndoto. Weka maiki vizuri. Nimeota ndoto. Ndio. Yaani hata sielewi. Ila najua kwa uwezo wa Mungu kanipambania. Amen. Yaani nimeota watu wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Yaani ni wanapigana, lakini siwafahamu. Ila wanapigana. Wanapigana wenyewe. Wanapigana vitu kijini ndicho mimi sikijui ni wapi. Wamepigana. Mmoja tu ndio namfahamu. Msimtaje. Simtaji jina. Ila yeye ndo naye kama vile msaada, naye ananisaidia kupigana na wale watu. Anakusaidia wewe kupigwa wale watu. Ila mimi nimekaa pembeni tu. Unawaangalia wale. Nawaangalia. Haijaishia hapo. Nikajikuta nipo kwenye nyumba. Sijui ni wapi. Niko mlangoni namkuta mama anachinja bata. Bonge la bata. Bonge la bata. Ana watoto hao wawili. Sasa katika kuingia yule mama, yeye mimi hajaniona kwa sababu kanipa mgongo. Anachinja na kupa mgongo. Anachinja kwa chiki. Bata gani? Hakatiki kichwa. Hakatiki. Chiki. Huku midamu inanirukia mpaka mimi kwenye nguo yangu. Kwenye nguo yake. Unaona kitu hicho baba? Kwenye kinyumba. Kwenye kinyumba cha majani, ila sijui ni sehemu gani. Afule mama hakuoni. Yule mama hajaniona kwa sababu kanipa kisogo. Watoto wake wamesimama, watoto wanashuhudia mbata huo unachinjwa. Jamani, pigeni Yesu makofi. Kumbuka tulikuwa tuna kongamano la kukomboa familia. Alafu anaona mama anachinja bata kwenye nyumba. Basi ile midamu ilivyokuwa inanirukia, nikamwambiaje yule mtoto, simjui, sio mwanangu, hata picha mwanangu haipo. Hebu njoo kwanza unimwagie maji nifue hii nguo yangu mumu ili nisijeivua, ili hii damu isigande kwenye nguo yangu. Kwenye nguo yangu. Kwa hiyo mtoto ananimwagia maji, nafua kile kigauni nilovaa. Damu ile imeondoka. Sasa mimi nimeshatoka maeneo yale. Kumbe yule mama kaishagundua kwa mimi nimemuona. Na ile bata wakati analichinja akamwambia watoto, hii bata hii. Hii shingo inatutosha. Shingo tu inatutosha kula. Ule bata hajanyonyolewa. Hajafanywa kitu chochote, lakini mtoto kaambiwa hii shingo inatutosha. No? Sasa basi haijaishi hapo. Naona wanawake, yani ni wanawake wananikimbiza. Wanakukimbiza wewe. Ni vita sasa. Yesu makofi sasa. Ni vita kwangu sasa, mimi na wale wanawake. Wanakukimbiza wewe. Wananikimbiza. Mkononi wana nini? Mkononi huyo mwanamke mmoja alikuwa akashika kisu. Kile kisu kwa uwezo wa Mungu nikapambana, nikachukua kile kisu. Nikakichukua. Sasa kile kisu hakina mshikio, na maana kinaumiza. Nikashika kile kisu, nataka nimchome, nikamwambia wewe una bahati. Hiki kisu ninavyoshika hivi kinaniumiza, leo ningekuonyesha. Umeona? Sasa katika ndoto mle nikaota ninakemea. Toka kwa jina la Yesu. Nikakemea. Toka kwa jina la Yesu. Jamani, pigeni makofi Yesu tena. Yesu ninavyokemea ndio ninavyopata nguvu.